Lakini kuna malezi ya kisaikolojia na kihisia, na haya malezi yanapatikana kwa kumpa mtoto upendo na usalama. Mpe mtoto upendo, mlee kwa upendo. Sio mtoto analia anakulilia, hebu usinisumbue. Mtoto akiendelea kunyanyasika kwa kiasi kile, unamwathiri kisaikolojia. Utakuwa hujampa mtoto malezi ya kisaikolojia. Matokeo yake mtoto huyo atakuwa hana upendo, anakuwa mkubwa hana upendo hata kwa wenzake, kwenye jamii hana upendo. Akina mama tukawape watoto upendo. Lakini kuna malezi vile vile ya kijamii, kumfundisha mtoto kushirikiana na wengine. Akienda shuleni akashirikiana na mwenzake amemwomba penseli, ashirikiane. Umempa andazi mtoto, mwenzake amekuja, mwambie mgawie mwenzako, ashirikiane na mwenzake. Maana jamani, malezi yanaanza tokea tukiwa wadogo, na hiyo ni kazi ya mama. Lakini vile vile kuna malezi ya kiroho, malezi ya kiroho na malezi ya maadili. Hapa unatakiwa umfundishe mtoto tabia njema ni ipi. Wewe ni Mkristo, usiende kanisani peke yako, ni lazima uambatane na watoto. Unapiga magoti pale na kenyewe kanakuja, unakamwambia piga magoti. Unaswali kanakosea, lakini ndio unatengeneza mtu ambaye anakuja kuwa mtu mwenye tija katika jamii yetu. Lakini malezi ni kumwandaa mtoto kukabiliana na maisha yake. Kuna usemo usemavyo, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Naomba niwarudishe wale wa Kristo kwenye wanaosoma kwenye Biblia katika Mithali 10 mstari wa 1. Mtajua ni kwa nini nasema hii ni kazi ya mama. Imesema hivi, mwana mwenye hekima humfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye. Haijasema ni mzigo wa babaye hapa. Kwa hiyo mwenyewe tumefikia wakati tunajidanganya bwana, kwani mimi lazima nimlee peke yangu. Lakini kama hata kitabu cha dini kimeandika hivi, ni kwamba mama una jukumu kubwa la malezi, pamoja na kwamba baba anatakiwa kushiriki. Kwa hiyo jamani, malezi yanakuja yanaleta kitu kinachoitwa maadili mema. Mtoto asipokuwa na malezi mazuri, anakwenda kuwa na maadili mabaya. Na maadili mema yanaonyeshwa na nini? Maadili mema yanaonyeshwa na tabia kadhaa wa kadha. Kwa mfano, tabia ya kwanza ni mtu kuwa mwaminifu. Unamfundisha mtoto uaminifu tokea akiwa mdogo. Unamfundisha mtoto kusema ukweli tokea akiwa mdogo. Mtoto akiona unadanganya, unaona unamwambia mtoto, huyo baba fulani, unakimbia mwambie sipo. Kesho anajua kumbe hii ni hali ya kawaida. Unaye anadanganya, maana anajua ni hali ya nini? Ya kawaida. Ukiwa na lugha za matusi, mtoto naye anatukana. Lakini kwenye swala la uaminifu, mfundishe mtoto uaminifu. Hata kama amekosea, mwambie mtoto awe tu mwaminifu. Hata kama amekosea, awe mwaminifu. Huku makazini sasa hivi tunahangaika na uaminifu wa watumishi. Lakini ukiangalia kiuhalisia, hiyo tabia ametoa wapi? Nyumbani. Mtoto kaenda shuleni, karudi na penseli ambayo sio ya kwake, karudi na kalamu. Badala ya kumuuliza mtoto, hii kalamu hii penseli umeipata wapi? Unasema ni katoto kangu kana akili. Kalikana na penseli moja kameleta penseli mbili. Yaani huyu mtoto ana akili sana. Kumbe ni wizi. Unaanza taratibu. Matokeo yake anakuja kuwa kibaka, anapigwa, anakufa. Cheki begi lake, anakuja na kitu ambacho sicho. Hiki umekitoa wapi? Hiki ni cha nani? Hata kama kwa darasa la kwanza, kaulize. Kameshaanza kudokoa, aliona na penseli ya mwenzake ina vidolidoli na maua, akaipenda, atakuwa anaandikia nyumbani, hata enda nayo wapi? Shuleni. Maana hata mtoto mwenyewe ni vijanja, si ndivyo? Sasa huyo mtoto uaminifu unaweza kuwa changamoto. Akiajiriwa ni changamoto. Hakuna uaminifu. Lakini hata nyumbani kwenyewe mtoto anaolewa, mtoto wa kiume au hata wa kike anaolewa, baba anaweka hela zake mahali fulani, tayari ameshazipitia. Baba anauliza ile hela yangu iko wapi? Sasa mimi mbona sikuiona? Baba anaanza kujua kumbe niko na kibaka ndani ya nyumba. Matokeo yake ndoa inaweza ikatetereka, ndivyo sivyo? Akina mama oye.